Tutakupa takwimu za Farhati Maniola kutoka nchini Uganda, ambaye yeye ni bondia nambari 2 nchini Uganda kati ya mabondia 25 katika uzani wa super light duniani. Ni bondia namba 171 kati ya mabondia 2719, lakini amecheza mapambano 11, lakini ameshinda 9 kati ya mabondia 25 katika uzani wa super light duniani. Ni bondia namba 171 kati ya mabondia 2719, lakini amecheza mapambano 11, lakini ameshinda 9. Katika mapambano ambayo yeye 11 amecheza 9 amepata ushindi, 6 ameshinda kwa KO, 2 akipoteza, lakini pia hajawahi kupata sare hata moja. Na pambano lake la kwanza alicheza tarehe 17 katika mapambano ambayo 11 amecheza 9 amepata ushindi, 6 ameshinda kwa KO, 2 akipoteza, lakini pia nchini Uganda. Na stance yake ambayo anatumia ni pambano lake la kwanza, lakini pia vile vile leo anaenda kukabiliana na Mtutuma Lauren Jaffet kwa pointi kombo binafsi katika mabondia ambao mimi ukiniambia mabondia ambao wana uwezo mkubwa, lakini na stance yake ambayo hawaimbwi sana. Kwa upande wangu mimi bondia wangu bora kwa sasa, ukiachana na yale majina yenu kombo, mimi huyo Lauren Jaffet amekuwa kombo binafsi akicheza mapambano mengi ambayo akishinda basi akashinda kweli, akipoteza akapoteza kweli. Amekuwa na mfululizo mzuri ama mwendelezo mzuri wa matokeo kulingana na aina yake ya upiganaji. Lauren Jaffet ni huyu ambaye mwenye grab nyeupe na tamu zake nyeupe, mapambano nyeupe ambayo imeandikwa Mafia Boxing Promotion. Huyu ni Mtanzania. Kuna kipindi watu wakawa wanahisi Lauren Jaffet ni kutoka Ghana kwa sababu amekaa Ghana muda mrefu, ametrain muda mrefu, ameweka kambi kule. Mabondia wengi wa Ghana ukiwatajia jina la Lauren Jaffet si jina geni kwao, wakina John Zile, wakina Enoch Tete, hao wote wanamjua Lauren Jaffet kwa sababu ametrain kule, ameweka kambi kule. Lakini pia hata jimu yake ya Yomba Boxing Club ambayo ipo pale Kibaha mkoani Pwani, amekuwa na mahusiano mazuri na makocha kutoka Ghana, Kenya pamoja na nchini Uingereza. Na John Zile tukiongezea hapo katika viwanja vya Posta Kijitonyama, kuna kumbukumbu mzuri ya mwaka jana ambapo Lauren Jaffet mahusiano mazuri na makocha kutoka Ghana, Kenya pamoja na mashabiki wengi ambapo alicheza na Isa na Mpepeche. Alifanya vizuri sana, na tukiongezea vile vile kuwa ni bondia ambaye haimbwi sana, ila ni bondia mzuri na amekutana mabondia wengi sana. Ukiangalia kwenye orodha yake ya orodha ya mabondia utaona pale amecheza na kina Juma Choki, wakina Nasibu na mabondia wengi, na ameonekana ni bondia ambaye ana kiu ya kucheza na kila bondia limadi kutimiza zile ndoto zake. Lauren Jaffet dhidi ya Uganda huyu bwana anaitwa Farhati Maniola kutoka nchini Uganda. Na kuna mabondia zaidi ya wawili kutoka nchini Uganda. Kuna mabondia hapa kutoka nchini Malawi. Lakini pia nikukumbushe tu main card yetu leo ni Mchanja Yohana dhidi ya Philemon Ngetangunye kutoka nchini Namibia, pambano la mkanda wa WBO Global. Lakini pia vile vile ni pambano la raundi 12, na Mchanja Yohana anaenda kutetea mkanda ambao aliupata tarehe 26 mwezi wa 12 2024 nchini Tanzania hapa pale Masaki. Raundi ya kwanza imetamatika, wote wameenda kwenye kona. Modest Rashidi na tunajua tu raundi ya kwanza kila mtu anakuja kumsema mwenzake, kisha raundi zinazofuata walimu wanakuwa wameshaona kila udhaifu wa mpinzani wao na wanajua kitu cha kumpatia bondia wake ili aweze kupata na ushindi ama kupata matokeo mazuri katika pambano lake. Jaffet hata anapiga ngumi ambazo hazina macho. Lela, unasemaje? Sasa tunaelekea kwenye raundi ya pili, raundi ya pili. Sasa tunaelekea kwenye pambano hili la knockout ya mama phase 4 kati ya Lauren Jaffet dhidi ya Farhat kutoka pale nchini Uganda. Ngoja tuone itakuwaje, na tunajua tu raundi ya kwanza kila mtu anakuja kumsoma mwenzake, kisha raundi zinazofuata walimu wanakuwa wameshaona kila udhaifu wa mpinzani wao na wanajua hajapata sparring za kutosha kwa sababu anapigwa
wake ili aweze kupata matokeo mazuri. Anasikilizia ile ngumi. Kwa hiyo kama Lauren ataongeza power na speed, kuna uwezekano Lauren Jaffet ijabu yake ile tena jabu. Kumbushe tu wewe mpenzi wa masumbwi, mpenzi wa hata anapiga ngumi ambazo hazina macho. Leo unasemaje? Tumefungua website yetu ya Mafia Boxing Promotion.co.tz ambapo kwa namna moja ama nyingine utaweza kupata taarifa mbalimbali. Huko unaweza kupata tiketi za online, unaweza ukapata ratiba na matokeo ya mapambano yakiwemo haya ya siku hii ya leo ya knockout ya Mama Phase 4 pamoja na profile za wapiganaji wa bondia na highlights za kutosha kuhusiana na mapambano mbalimbali ikiwemo hili la leo la knockout ya Mama Phase 4. Endelea kupata burudani kupitia WhatsApp TV pamoja na Mafia Boxing Online TV. Mapema lakini pia anaonekana hajapata swali raundi ya 3 ni pambano ambalo linamkutanisha Farhat Manilora kutoka nchini Uganda. Anasikilizia bondia Lauren Jaffet Chuma kutoka nchini Tanzania kutoka Boxing Club, lakini pia mwamuzi kabisa. Nikumbushe tu wewe mpenzi wa masumbwi, mpenzi wa Mafia Boxing Promotion, Mafia Lauren anavyomkabili yetu ya Mafia Boxing Promotion.co.tz ambao kwa namna moja ama nyingine utaweza kupata taarifa mbalimbali. Huko unaweza kupata tiketi za online, unaweza ukapata ratiba na matokeo ya mapambano yakiwemo haya ya siku hii ya leo ya knockout ya Mama Phase 4 pamoja na profile za wapiganaji wa bondia na highlights za kutosha kuhusiana na mapambano mbalimbali ikiwemo hili la leo la knockout ya Mama Phase 4. Tuendelee kupata burudani kuona hizo ngumi kwa sababu akizipuzia zina madhara. Chanja Yohana Filemon ngumi kutoka kule nchini pambano la kanda wa WBO Global, lakini sasa hapa tunatazama Lauren Jaffet huyu ambaye anacheza southpaw akiwa na gloves zake nyeupe pamoja na trunks zake nyeupe akiwa na ringo nyeusi, lakini pia Mandola yeye kutoka nchini Uganda huyu gloves nyekundu pamoja na akimkabili Lauren Jaffet akiwa akicheza orthodox, lakini mwamuzi anakumbusha ni Modesti kutoka Dar es Salaam. Lakini tazama namna ambavyo kombo Lauren kama anaonyesha mashambulizi, anashambulia lakini anamruhusu Farhati kumsogelea, anaruhusu. Tazama namna ambavyo ameweka kwenye kona, ameweka katika safari right yake imefika, kama anatafuta namna ya kuweza kupitia Wasafi TV main card yetu ama pambano kuu kwa usiku wa leo ni Mchanja Yohana dhidi ya Filemon Kutangunya kutoka kule nchini Namibia, pambano la mkanda wa WBO Global raundi 12. Lakini sasa hapa unamtazama Lauren Jaffet huyu ambaye anacheza southpaw akiwa na gloves zake nyeupe pamoja Kanga Chiefs, kulingana na hiki ambacho anakionyesha katika raundi hizi za mwishoni, raundi ya 7 hiyo ya pambano. Mashabiki wengi walikuwa wanastaajabu kwa kile ambacho anakionyesha Lauren katika raundi za mwanzo. Right. Yes. Lauren amebadilika na hata mashabiki wameanza kuinuka na kukaanga Chiefs kulingana na hiki ambacho anakionyesha katika raundi hizi za mwishoni. Tulisema mashabiki wengi walikuwa wanastaajabu kwa kile ambacho anakionyesha Lauren katika raundi za mwanzo. Ambakati inamkosa Farhat tena, Ambakati tena. Na Leila tunamwona Lauren licha kuchangamka lakini bado anaonekana kukimbilia kwenye zile kona. Pengine walimu hawajakiona hiki. Of course kwenye kona, kukaa kwenye kona si vibaya, lakini ni mojawapo kama unaweza kucheza na hizo kamba, mfano wa yule mchezaji wanamuita Prince Nasi. Na Leila tunamwona Lauren licha kuchangamka lakini bado anaonekana kukimbilia kwenye zile kona. Unakwepa ngumu. Pengine walimu hawajakiona hiki kwa sababu balance ya mkono mmoja. Of course kwenye kona, kukaa kwenye kona si vibaya, lakini ni mojawapo kama unaweza kucheza na hizo kamba, mfano wa yule mchezaji wanamuita Prince Nasi. Anapenda sana kucheza kwenye kamba kwa sababu anaweza
kucheza na hizo kamba. Yaani ukirudi hivi ukinesa ukirudi unakwepa ngumi. Ndio anachokifanya Lauren kwa sababu balance ya mkono mmoja ishakosekana. Kwa hiyo anachokifanya anakuwa inabidi acheze kwa kumtizama, kwa kumvizia. Kwa hiyo kama anaenda kwenye kona kama hivyo na ushambuliaji kama unaona kama hivyo ameiona ngumi amekwepa kupitia kamba, inakuwa inamsaidia kwa namna fulani. Lakini pia mimi namuelewa kwa sababu sisi Southpaw kucheza light kama Jabu ni ngumu sana, na sio Southpaw hata kwa Orthodox kucheza light kama Jabu ni ngumu sana. Light siku zote inakuwa nzito tofauti na Jabu. Kwa hiyo kwa hichi anachokifanya yeye, ameongeza speed kwenye light yake, imekuwa inacheza kama Jabu. Nimempongeza kwa hilo, inaonyesha kwamba ni mchezaji mkubwa na mwenye performance nzuri kiasi gani na yuko professional mpinzani wake anaonekana sana. Kwa hiyo anayofanya Lauren leo ni maajabu. Kucheza mkono mmoja wakati mmoja umeumia ni ngumu sana. Sisi tunaocheza tunatambua hilo. Mimi ninachokiona aongeze speed. Ile speed ya round iliyopita ya ile right yake iongezwe tena, iongeze zaidi kwenye raundi hizi zinazofuata, kwa sababu mpinzani wake anaonekana akipigwa ngumi ikimkuta punch kali anachanganyikiwa. Na siku zote watu mbalimbali mashuhuri. Asanteni sana Watanzania ambao pia mnaendelea kutufuatilia kupitia Wasafi TV, lakini pia Mafia TV online. Hii ni Mafia Boxing Promotion Season 4. Ukiangalia kibao kwenye ring ni final round, second out of the ring, second out of the ring. Asante sana mkurugenzi ni CEO Ali Sayumba. Here we go again, round ya 8 na mwisho hiyo. Nikukumbushe tu kwamba mgeni rasmi kuja tushuhudie itakuwaje raundi ambayo tabia matokeo ya raundi zote 7 zilizotangulia. Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kutoka katika wizara hiyo iliyo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia pambano letu kuu, nikukumbushe tu kwamba mgeni rasmi Kombo wa knockout ya mama msimu wa 4 ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kutoka katika wizara hiyo iliyo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia pambano letu kuu ni Mchanja Yohana, atacheza na bondia kutoka nchini Namibia ambaye huyu anaitwa Philemon Ngutenanye kutoka Namibia. Litakuwa ni pambano la raundi 12, pambano ambalo Mchanja Yohana yeye atakabiliwa na kibarua cha kutetea ubingwa wake ama mkanda wake ambao aliupata tarehe 26 mwezi wa 12 2024 katika knockout ya mama pale Masaki jijini Dar es Salaam. Na pongezi kwa Lauren Jaffet kulingana na namna ambavyo anacheza, kwa sababu yeye anacheza akiwa tayari ameshaumia mkono, anacheza na bondia ambaye pia kidogo amekosa maarifa ya kuweza kutekenya pale ambapo kuna jeraha kwa upande wa mkono wa Lauren Jaffet. Kwa hiyo kama akifanya namna 1 2 3 au anacheza kwa maanisha huyu Maniola akitumia akili katika angepatikana bondia mzuri kutafuta katika mechi hii ama katika pambano hili kupiga, pengine angeza kuambulia kitu chochote, angepata wakati mgumu zaidi. Sidhani kama ambavyo Maniola amestukia hili jambo ambaye tumemzoea mara nyingi. Yeye ni mtu wa kupigana, bado anacheza kulingana na vile alivyokuwa anacheza mwanzo, na sasa hivi muda wote angepatikana bondia mzuri katika mechi hii ama katika pambano hili, pengine Lauren Jaffet angepata wakati mgumu zaidi. Ona tu anachokifanya Lauren, hatujamzoea hivi kukumbatia, kusukuma watu kwenye kona. Sio Lauren ambaye tumemzoea mara nyingi. Yeye ni mtu wa kupigana na ni mtu wa kuonyesha burudani zaidi. Sasa hivi muda wote ni kukimbia. Amegeuka yule muindi wa round wa pambano liloisha. Nikwambia kwamba Mchanja ana kibarua cha kubakisha ubingwa, lakini kama ambavyo kesho Simba Sports Club wao pia wana kibarua cha kubakisha ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Najua kuna watu akiwa sasa hivi wameshavuta midomo katika mkono wake. Bauti imetoka kumalizika ni kati ya Lauren Jaffet kutoka Tanzania akimkaribisha Maniola all the way from Uganda. The results tayari ninazo kwenye karatasi yangu kwa mantiki hii. Matokeo ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 ametoa 78 kwa 74. Jaji namba 2 ametoa 77 kwa 75. Kutoka jaji namba 3 he's come 78 to 74. Kwa mantiki hii
mantiki hii, kwa mantiki hii, ladies and gentlemen, mshindi wetu kwenye bauti hii si mwingine, make some noise kutoka Eldoret. Na mtazamaji wa Mafia Boxing Online TV pamoja na Wasafi TV.